Bwana, niko na Sungura hapa. Sungura, wewe umejisikiaje Makoti kukamatwa? Mimi nimejisikia vibaya kwa upande wangu kwa sababu mimi Makoti ndo mtu wa kwanza ambaye namwamini kwenye kazi zake. Na unahisi kwamba sasa maisha yataenda kuwa magumu kwa sababu Makoti amekamatwa? Kwa upande wetu sisi yatakuwa magumu sana kwa sababu Makoti ndo mastermind kama unavyoona mwenyewe kwenye kazi. Yes. Makoti yeye ndo anatuagiza sisi tufanye nini. Na bila Makoti sidhani kama kuna kitu kinaweza kikaendelea. Hauna mpango wa kumuokoa Makoti? Mpango upo. Lazima Makoti aokolewe kwa sababu kama unavyoona police officer inavyowasha moto. Siku moja hujawahi kuwaza kuwa kama Makoti, yani na wewe uwe ni mkuu wa kikosi afu wewe unapeleka raia kama vile? Unamaanisha mimi ni snitch sasa? Snitch Makoti. Huwezi kumsnitch Makoti kabisa. Makoti ni mtu hatari shehe. Mwenyewe mambo yake anavyoyafanya. Ukimsnitch tu anakuzingua. Umeona polisi alichofanywa? Ana kujifanya yeye anataka kuwa ni kinara wa mapalala alafu Makoti mwenyewe yupo. Umeona issue iliyotokea pale. Kwa kumsnitch Makoti itakuwa ngumu kidogo. Ikipengele. Ushajua Makoti Sly anatoa wapi? Makoti ni mtu mkubwa. Makoti anafanya kazi zote hatari. Na ndio maana anadili na serikali, anadili pia na sisi. Umeona? Kwa hiyo Makoti kuhusu swala la silaha nafikiri atakuwa ni mmoja kati ya wafanyabiashara wakubwa sana. Na itakuwa ni rahisi sana kupata. Kwa hiyo nyie anawaletea tu, nyie mjuzi natoka wapi wala nini? Nyie anawaletea na show. Oya, kafanyeni kazi. Sisi tunaenda kufanya kazi. Lakini wewe afande Simon kwa mfano akakushawishi bwana, hebu achana na hizi mambo. Yaani akakujia tu na kasauti ka upole. Unaweza kuacha hizi mambo? Kwanza Simon simpendi. Mpendi Simon? Simkubali hata kidogo na anaelewa. Na kama unakumbuka kwenye mara kwanza napigia nani nilimwambia na hii sio sababu tu ya Makoti. Mimi na yeye tuna deal yetu tofauti na yule Simon. Heri yule hawezi kuniambia mimi chochote. Sana hapo ni kichapo. Nakumbuka kweli ulishasema hicho kitu. Sasa uone issue gani nyingine na Simon ukiachana na hili dili la Makoti? Hii siwezi kulifumbua hapa kwa sababu ni kazi ambayo bado iko mbele huko. Na bado haijaonekana. Kwa nafikiri tuendelee kuangalia police officer, tutajua tu kisa cha mimi na Simon ni nini. Mpaka unamchukia kiasi hicho. Shida nini? Kwenye uigizaji wako tangu uanze ulishai kukutana na kichapo cha kweli kweli? Yaani sasa mnaigiza lakini unaona mwenzako ametoka kwenye reli anakuchapa kweli? Hivyo ni vitu vya kawaida sana, hasa kwenye sanaa zetu za mapigano hizo. Hivyo ni vitu vya kawaida sana kwa sababu kazi tunazofanya zina uhalisia mkubwa sana kuliko kama. Kwa tunaumia sana lakini ndio moja ya changamoto ya kazi zetu na sisi tushaizoea. Huwa tunaumia. Ulishai kupigana mpaka ukasema sasa hii kazi mbona ishakuwa ngumu hii sasa hii ya uigizaji wa action movies? Nimepigana sana kwenye polisi humu, police officer, nimepigana kwenye bunji ile ambayo na Isalito yupo. Sisi tulikuwa ni watu wa mkosa Makoti jana pale. Maisani ilikuwaje kwanza mkashuti na Isalito? Yaani ilikuwaje? Yaani connection ilikuwaje? Lito ni brother yetu. Alivyoleta kazi Mbeya, alileta ni kwa ajili ya watu wa Mbeya. Haikuwa vigumu sana kukutana, alafu kwanza tulikuwa tushaanza kufanya naye kazi before. Ilikuwa ni rahisi sana. Yaani kitambo kabla Isalito hajatoboa mlikuwa mnafanya naye? Ndio. Ndio maana ikawa rahisi tu kufanya naye. Sawa. Kwenye maisha ya kawaida wewe unaishi wapi? Maisha ya kawaida naishi Kabwe, Mbeya. Kabwe.
Kazamoyo. Aha. Kwa Mbeya, kutokana na hiki mnachokifanya watu wanawachukuliaje hasa wewe? Kwa Mbeya mwitikio ni mkubwa. Mimi naweza kusema kwangu ni mwitikio ni mkubwa kwa sababu mashabiki wamekuwa wengi, wanatuangalia, wanaangalia kazi zetu, wanatusupport. Watu wa Mbeya wamekuwa na mwitikio mkubwa sana na sanaa yetu ya mapigano na support sana kazi za Ben Loyo. Kwa Mbeya mimi naona kwetu imekuwa kubwa yani. Mtaani watu hawakuogopi kwamba huyu jamaa huyu huyu jamaa mwanangu kimzingua huyu anakuamshia popo. Tunaelewa, ujue sio wote wanaelewa kwamba hii ni sanaa. Wengi wanajua kwamba ni maisha. Lakini sio kweli kwamba eti ukiwa unapigana movie na mtaani unatakiwa uishi hivyo. Japo ni kweli watu wanaogopa. Ni wengi wanaogopa. Ulishakutana na zile wewe unajifanya unapigana nini mwanangu, kama unaweza njoo tuzipange. Juzi hapa nilikuwa kwa stand ya Chunya pale. Nilikuwa niko na pikipiki, sasa nilipaki long site. Akaja yule askari ambaye sasa wewe nishakuona kwenye movie, mimi nataka turuke kwanza afu ndo tuongee. Askari kabisa. Nikamwambia sio narukaga ila sio watu kama je. Ukamkataa. Lakini shaitokea ile kwamba sasa hizi zalau mwanangu. Yaani wewe jamaa unanichimba mkwala hivi wakati mimi nakuweza kabisa, ukazipanga. Akimtaa unaelewa watoto wa Kazamoyo kweli. Akizingua unaruka naye. Akizingua naelewa. Sawa. Sanaa yako wewe umeanza lini? Sanaa yangu nilianza muda kidogo. Nilianza nikiwa mdogo chali ilikuwa kama 2015 hivi. 2015. Mwalimu wangu ni yule Makoti mwenyewe JJ. Makoti mwenyewe ndo teacher master mwenyewe. Mlishawahi kuripotiwa labda polisi kutokana na hiki mnachokifanya kwamba watakuwa wahalifu kweli hawa? Mara moja nafikiri, na penyewe tulikuwa tuko seti, tumeshika vile vifaa vyetu, tunaelewa ni vitu vya kawaida tu, mabomu, bunduki nini tumejiachia wenyewe. Serikali ilitipa dakika za kuhesabu. Kaeni chini sasa. Mambo yanakuwa mengi sometimes. Lakini mwisho wa siku walielewa. Walielewa, tunaelewa, viongozi wanatufahamu. Kuna TDFA, tamaduni tunafahamika. Ni changamoto ipi uliyowahi kuipata tangu uanze sanaa na ukaona hapa kweli nimepata changamoto kwenye upande mzima wa sanaa? Upande mzima wa sanaa changamoto ndo kama hivyo tu, labda ni kuumia kutokana na zile action movies. Changamoto nilipigwa ngumi ya kifua hapa. Alipigwa ngumi ya kifua hapa katikati hapa, ila niko bahati mbaya. Kwa hiyo ilinitesa sana, ni kifua nilikuwa nikivuta hivi. Nikapata matibabu kwa muda. Kidogo nikawa fresh. Hizo changamoto ndogo lakini. Sawa. Elimu yako umefika level gani mwisho? Form 4. Wazee wa form 4 bwana nyie. Wazee wa form 4 huwa mnakuwa na mambo makubwa sana kuliko hata waliofika zaidi ya form 4. Sijui ni kwa nini yani. Ni hasira, tunajua maanishi kwamba usiposoma eti usifanye vitu vyako vingine. Sisi wanaharakati bwana, mtu ambaye nguvu yake ameelekeza kwenye kusoma asome, na mtu ambaye nguvu yake ameelekeza kwenye kupambana pambane. Mwisho wa siku lengo letu ni moja. Sawa, nje na sanaa unafanya issue gani ya kukupatia kipato? Nje na sanaa pia ni mfanya biashara mdogo, muuzaji wa mitumba. Pia kashop kangu pale Kazamoyo. Watu wakijaga pale wanaenjoy sana. Sawa. Bwana, nilikuwa na Sungura, mimi nimemalizana na Sungura. Bye.